parti, tu nous as laissés. Baba hatukuenda tumeshindwa baba. Amwezeza funga mlango na batobene munyumba. Baba alikuwa yaingia munyumba. Tukwazania baba teja wa mwisho akifunga mlango. Tukwazania baba teja wa mwisho lupango efungiwe. Baba yangu mbona hautembeake hata. Baba yangu mbona hautokeke hata. Baba yangu ulikuwa zamu wa kwetu. Baba yangu hakuna maneno yafika kumsema kukutana kuna Mungu. Baba yangu. Baba yangu, baba yangu, mzee wangu, mzee wangu, mzee, baba. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille, toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Nakuamkia mama Maria, umejaliwa na neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Nakuamkia mama Maria, umejaliwa na neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa na neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa. Et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent trop de temps. Dans la famille ou l'église, ceux qui nous font du bien ne durent jamais, jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Mama
Niambia nikuzia blanketi wa kufunika maiti tate. Mbona ukukia wa kufunika ile blanketi tate yangu? Mbona niluza blanketi wa bei kali? Jua kufunika maiti yako soko mama. Mbona ukulanga? Tate muyomba amekuya. Wote wamekuya tate wangu. Tate muyomba kopasha kuya. Tate muyomba kuya. Kumshindikiza aisikuwe kilio wa ndugu. Tupima kumshindikiza ndani ya sala. Sababu sala ndio ya kumshindikiza nayo mtu. Hapana kilio wa ndugu. Tuwe na utulivu kidogo. Tuwe na utulivu vrema. Hii ndio ya kufikiri yako. Wamama tusikilizane. Tuhurumiane kwa sababu kubwa wenyewe viko na lazima ya kusikia neno. Viko na lazima kusikia neno kwa ajili ya safari ya baba. Usiwazuie wa ndugu. Usiwe kizuio kwa mwingine wenye kusikia neno kwa ajili ya safari ya kifo ya baba. Aloro tuwe na moyo, tunataka anja ibada hii. Ndio maana ninawapatia pole. Nimepana pole kwa jamaa ya Kapakasi. Vrema pole. Na pole kwa shirika ya Kapakasi, shirika la 5. Aloro tunataka kuanja ibada hii sababu kama Kapakasi iko mbele yetu wa ndugu. Alors tufanye angalisho na ibada ya leo. Tufanye angalisho na kumshindikiza baba. Alors tutamshindikiza na nia gani na mawazo gani? Alors tusimshindikiza ndani ya kilio wa ndugu. Takatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atondole zambi zetu, atufikishe mpaka uzima wa milele. Shuka shuka Bwana
ndani ya mara zetu, shuka, shuka ya Bwana, Bwana tunakuita ndani ya mara zetu, shuka, shuka na wajane wanakuita, shuka, shuka mayatima wanakuita, shuka, shuka sisi sote tunakuita, shuka, shuka Bwana tunakuita, ingia ndani ya mara zetu, shuka, shuka roho ya Bwana tunakuita, ingia ndani. Mapendo mtumishi wako hawa wanaomlilia na kumwombea marehemu wetu Frederick. Bwana uliye peke yako mtakatifu na mwenye huruma nyingi, kwa kifo chako umewafungulia waamini wako milango ya uzima. Umuondolee baba yetu Frederick zambi zake zote, usikubali atenganishe nawe, lakini kwa uwezo wako mtukufu umjalie kukaa katika heri na mwanga wa amani. Wewe unaishi na kutawala Mungu milele na milele. Amen. Tukae. Neno la Mungu kwa watu wote na kwetu pia. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Ni Waroma kipindi ya 14 mstari wa 7 mpaka wa 12. Kwa maana hata moja wetu anaishi kwa ajili yake mwenyewe, wala hata moja anakufa kwa ajili yake mwenyewe. Maana kama tunaishi, twaishi kwa ajili ya Bwana, na kama twakufa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi kama tunaishi au kama tunakufa, sisi ni watu wake Bwana. Kwani Kristo alikufa akafufuka ili awe Bwana wa wafu na wazima. Lakini je, mbona unahukumu ndugu yako? Na wewe je, mbona unamdharau ndugu yako? Maana sisi wote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwani imeandikwa, hakika kama ninavyoishi, asema Bwana, mbele yangu wote watapiga magoti na kila ulimi utamtukuza Mungu. Hivyo kila mmoja kati yetu atatoa hesabu yake mwenyewe mbele ya Mungu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Bwana ndiye mchungaji, ndiye mchungaji wangu, ndiye mchungaji wangu, sikosewi. Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo. Ni Mateo kipindi cha 5 kuanza kituo cha kwanza mpaka kile cha 12. Sifa za heri. Yesu alipowaona makundi ya watu, alipanda mlimani akaketi. Wafuasi wake wakamjongea. Akaanza kuwafundisha akisema,
Heri walio maskini moyoni, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri walio wapole, kwani hao watarisi nchi. Heri wenye uchungu, kwani hao watatulizwa. Heri wenye njaa na kiu ya kupata unyofu, kwani hao watashiba. Heri wenye huruma, kwani hao watahurumiwa. Heri wenye moyo safi, kwani hao watamwona Mungu. Heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kudhulumiwa kwa ajili ya unyofu, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri yenu ninyi kama watu wanawatukana na kuwadhulumu na kuwachongea kwa uongo kila namna ya uovu kwa ajili yangu mimi. Furahini, mshangilieni, kwani tuzo yenu ni kubwa mbinguni. Kwani ndivyo walivyo wadhulumu manabii walio watangulia ninyi. Tushangilie Injili takatifu. Kwa Kristo wapenzi, amjambo. Tunaleta tena pole kwa jamaa ya kimwili pia jamaa ya kiroho. Hatutasema mengi sababu tunaangalia atmosfera na wakati inasonga mbele. Maneno ya leo haiko maneno mapya. Kwa wale wanaingia kanisani, haya maneno wale wako ni wale tu. Hii neno inaweza kuwa neno nyipya kwao, lakini kwa sisi wengine, sisi wote, haya maneno tumeyasikia tu. Kama Mungu alipenda tuisikie tena kwa siku ya leo, ni sababu alijua hatuyaitimiza. Tumeisikia kweli, lakini kutimiza hatuyatimiza bado. Injili inatuambia heri walio maskini moyoni. Heri walio maskini moyoni, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Maana yake nini? Maskini moyoni ni mtu mwenye kwa namna gani? Kama kuna maskini moyoni, ni kusema kuna pia tajiri moyoni. Tajiri moyoni hapa ni kusema yule atamwona Mungu akiwa tajiri moyoni. Kama mimi niko tajiri moyoni, kama wewe. Nikiwaza mhubiri wetu wa leo iko wazi. Mwenye masikio ya kusikia, nikiwaza amesikia. Na ukitaka unaacha. Upendo usipopenda ni hapa siye wote. Tutaweza kushimama kwa kuweza kutomlea Mwenyezi Mungu maombezi yetu. Tutakuwa tunetikia hivi: Bwana utusikilize. Bwana utusikilize. Sikia maombi yetu. Bwana sikia kilio chetu. Bwana sikia maombi yetu. Bwana sikia kilio chetu. Bwana tunakuita Bwana, tunakuita Bwana, Bwana utusikie. Kwa ajili ya wote wenye kuongoza eklesia, ili kwa matendo yao watimize yale wanayohubiri kwa mafundisho, tumeombe Bwana. Bwana utusikilize. Kwa ajili ya wale wanaotawala nchi yetu, wapate kutuongoza katika haki na amani, tumeombe Bwana. Bwana utusikilize. Kwa ajili ya wale wanaoteswa
rohoni au mwilini, ili wasizani kama wanawaacha na Mungu. Tumombe Bwana. Bwana utusikilize. Kwa ajili ya marehemu Frederick Kapakazi yetu huyu, ili aokolewe naye katika uwezo wa giza na mahali pa mateso. Tumombe Bwana. Bwana utusikilize. Ili kwa upole umondolewe marehemu Frederick Kapakazi zambi zake zote. Tumombe Bwana. Bwana utusikilize. Akubali kumpokea karibu naye katika nchi ya mwanga na amani. Tumombe Bwana. Bwana utusikilize. Akubali kuwapokea katika mwanga na utukufu wale marehemu ndugu na marafiki wetu. Tumombe Bwana. Bwana utusikilize. Akubali kuangazia katika ufalme wa mbinguni marehemu waamini wote. Tumombe Bwana. Bwana utusikilize. Tuombe. Mungu uliye muumba na mkombozi wa waamini wote, umshalie marehemu wako Kapakazi mondoleo ya zambi, na kwa maombezi yetu huruma yako aliyotuaminia siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sisi wote tumepewa roho moja, tusali sasa sala ya Baba yetu. Baba yetu uliye juu mbinguni, kulisifiwe ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usituache kuingia katika kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Na kusalimu Mama Maria, ni wa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto ya tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi ni wakosefu, sasa na wakati ya kufa kwetu. Na kusalimu Mama Maria, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi ni wakosefu, sasa na wakati ya kufa kwetu. Na kusalimu mama wote za roho na za mwili. Amen. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Tunaweza kukaa, wenye wiko nafasi ya kukaa, na tunaalika mkubwa wa jamaa kuja kutupatia neno kidogo kwa ufupi tu, kwani mvua inakuja. Wandugu wetu, shalom. Shalom. Kwetu leo ni siku ya kumshukuru Mungu, sababu amefikisha ndani ya jamaa letu pendo ambalo tunaita takatifu. Kwepesi kulipokea, ijapokuwa kila mara ndani ya sala Baba yetu tunasema mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, lakini inaonekana kama kila mara tunaisema kwa midomo tu. Sasa mapenzi ya Mungu inafanyika ndani ya jamaa yetu. Kwa hiyo tunaitwa kufurahi, kushukuru Mungu kwa siku kuu ya leo. Tutasema tu kidogo kwa ajili ya maisha ya mzee Frederick Kapakazi Nzanzu hapa duniani. Akasoma pale kumsalaba, naandikwa kama alizaliwa mu ane 1936 na nakufa mu ane 2019. Kafanya difference, utakutana ni 83 ans. Or haiwezekane maisha ya mtu wa miaka 83 kuieleza mu dakika 5. Nikusema ni kifupi tu ndio ambao tutasema hapa. Mzee Kapakazi alizaliwa mnamo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 1936. Baba yake alikuwa anaitwa Albert Masei na mama yake alikuwa anaitwa Suzanne Masika. Suzanne tulimuzika kwa ne 1990, alikuwa anaishi hapa kwetu
alizikwa hapa Kuitishi, basi ambapo tunataka mpeleka sasa na baba yetu pia. Frederick Kapakazi alifanya ndoa ya Kikristu na mama Kaindo Simafrozi Mwasimuke, lakini sababu kila mara kila mtu ana hadithi ya maisha yake, kama sisi wote hapa, kila mtu ana hadithi ya maisha yake. Baba pia alikuwa pia vile na hadithi ya maisha yake, na aliishi maisha kama wanaume wengine wote na kama wanamke wengine wote. Baba yetu alizala watoto 21. Mmoja alizala watoto 10, mwingine alizaa watoto 8, no, watoto 10 pia, na mwingine alizala mtoto mmoja. Sema 21. Na ndani hao watoto wanaume ni 8 na mmoja ametangulia pia, kusema wanaume wanabaki 7 na wanawake ni 13. Mzee ana wajukuu 99. Ndani ya 99 hawa kuna 4 ambao wametutangulia pia. Ukisema ukafanya difference utakutana na 95 ambao wanaishi wajukuu, ukawatafuta hapa banayala hapa. Anawajukuluza 52. Nikusema wajukuu pia wamezaa watoto 52. Maisha ya Ukristo wake. Kapakazi alibatizwa Pamulo mwaka 1947. Mwaka huo alikomunika, nikusema alibatizwa na kukomunika mara moja. Mwaka moja kisha 1948 akapata uzabitisho. Hizi ndani ya eklesia ni sakramenta ambazo alipata. Na nyuma hapa siku ya 3 ilikuwa tarehe 6 alipata sakramenta ya upako wa wagonjwa. Japokuwa aliishi maisha kama sisi wote tunaishi maisha leo, alimrudilia Mungu. Yeye na wanawake ambao aliishi nao mbele waliamua, mama zetu wengine walifuata neno la Mungu na wanaishi Kikristo sasa. Na yeye alichagua kuishi na Simafroze hapa kama Mkristo na alirudilia Mungu kweli. Mzee Kapakazi, hii ni maisha yake ya masomo. Alisomea shule yake ya msingi Pabunyuka ngambo ya Butembo, na wakati alimaliza akaenda fanya 2 ans post primaire, nikusema première na deuxième secondaire deni, na kwa wakati ule alikuwa deja anamaliza, na alikuwa mwalimu akafundisha panda miaka 8 fasi walikuwa anaita Kirivata ni Mbutembo. Alifundisha miaka 8 pale, na kisha miaka 8 ile akakuja Goma hapa. Alikuja na ndugu wake ambao wamemtangulia pia. Kwa hiyo siku tunakumbuka Papa Kamundu ambao ungenamfahamia, na Papa Kibwesi. Wale walimpokea Goma na kaanja kazi kutemka. Temka alianja kazi tangu 1956. 1956, non, 66 s'il vous plaît, mpaka 1996 wakati AFDL iliingia hapa Goma. Nikusema alifanya 30 ans kutemka. Ni pale alipitisha maisha yake ya mingi ya
akiwa na nguvu. Wakati AFDL iliingia, kazi ikaisha. Na tangu ile siku akaanja kazi ya kulima. Alikuwa analima muja mpaka gisi alieneza miaka 75. Na wakati alieneza miaka 75, 75 ans, ni hapo wanganga walivumbua kama ana malaria ya sukari. Wake ilikuwa ngumu kuipokea. Na wakati alijua kama ana malaria ya sukari, kusema diabete, alianguka kabisa na alirudilia ndani ya soins intensifs ambamo amefika hii siku 4-5 zenye zinapita. Lakini Mungu alimtosha pale sababu siku ilikuwa yafika. Tarehe 6 ilikuwa siku ya 4. No, tarehe 6 ilikuwa siku ya 3, ndio siku alipata sakramenta au kwa wagonjwa. Siku ya 4 akapelekwa hospitali ya CBK kubwa, sababu tuliangalia hali yake imekuwa dhaifu sana. Basi watoto wajukuu wakaona pana nieri baba tumpeleke hospitali, sababu alikuwa anatunzwa hapa na alimaliza cure, tukaona changement iko, wakaona ni mzuri aende hospitali. Alipofika hospitali alilala siku 4, kusema tangu siku ya 4 na siku ya Mungu asubuhi jana tarehe 10 mwezi wa 2 mwaka huu akatuacha. Shukrani. Tunashukuru Mungu kwa yote ambayo ametenda kwa ajili ya jamaa yetu. Baraka mbalimbali, pia mafundisho mengi kupitia ugonjwa wa mzee wetu. Tunashukuru waganga ambao walijitoa na moyo wote kwa kumtunza mzee. Sitakosa sema jina Fiston. Fiston ni mganga ambaye alianza fuatilia baba tangu 2011 mpaka leo 2019, siku kwa siku, bure, bila kulipa, bila kuitwa. Alisikia tu kufuatilia mzee, na alikuwa rafiki yake kweli kabisa. Mganga wa pili hatutakosa sema jina, ndugu yetu Gi, ambaye alisaidia pia Fiston ndani ya apostola hii, na alimsindikiza kweli pia mzee mpaka saa ya kufa, mpaka kumorge, mpaka wakati ya kumvalisha nguo tunamtosha kumorge. Gi iko nasindikiza mzee na yeye ambaye analala pale. Shukrani zetu ziwafikie watoto wote wa mzee Kapakazi Frederick, wajukuu wote wa mzee Frederick Kapakazi, wajukuluza wote wa mzee Frederick Kapakazi. Neno moja alikuwa anazoea kutuambia, watoto wangu, niko na jamaa kabambi sana. Kwa kweli ana jamaa kabambi. Sina mali, sina maparcel, sina gari. Kitu moja mimi nawaachia ni mapendo. Ile mapendo mko mnaonesha wakati ningali mzima, sababu kweli ile mapendo iko, na ile mapendo mimi napenda ibaki hata siku nitatoka ndani ya mwili. Ni ile seul héritage na devoir ambayo baba tate kuu ametuachia. Alisema hana kitu, na kweli hana kitu. Mapendo ndio anatuachia. Kwa hiyo tunaitwa kufurahi, sababu ile ni amri kubwa ambayo pia Kristo alituachia, amri ya mapendo. Tunashukuru pia viongozi wa eklesia, walimu na pana Eukaristia kwa kazi yote ambayo walifanya na ile wanaendelea kufanya hadi sasa. Kwa mwisho, tunashukuru watu wote ambao wametushirikisha kwa maombi, kwa presence yao na kwa mali yao, na Mungu awabariki wote. Asante.
tunapeleka mzee, tutamzika kuitije pale. Leo tutafanya leve de day, tutalala kwa wale ambao watajisikia wana nguvu. Tutafanya misa ya leve de day, ibada ya sifa kesho asubuhi. Watumishi ndio watatupangia saa ambao tutafanyia kwa ibada ya sifa mea asubuhi. Mbio ni mzuri zaidi sababu watu wanaitwa pia kufanya kazi zingine. Wakati watatuambia. Kwa ndugu wangu, asante na Mungu awabariki. Ya kuagana na marehemu. Tutamwombea marehemu na kuagana naye. Ndugu wapenzi, tutatimiza sasa mapasha ya Kristo na kuzika mwili wa ndugu baba yetu Kapakasi. Basi kwa imani tumombe Mungu naye awapatie watu uzima, ili nguvu yake atafufua mwili huu wa baba yetu Kapakasi tunaozika ukiwa na hali ya uharibifu. Bwana Yesu Kristo akubali kuingiza roho yake katika shirika ya watakatifu na waamini wake. Umhurumie siku ya hukumu, umwopoe katika mauti. Umondolee madeni yote ya zambi, umpatanishe na Mungu baba yetu. Umchukue mabegani mwake mwa mchungaji mwema, amulete mbele ya mfalme wa wafalme. Amjalie furaha ya milele pamoja na watakatifu wote. Ndugu wapenzi, tukisha kumwombea baba yetu Kapakasi, huyu kwa imani tunaagana naye sasa mara ya mwisho. Tunasema neno hili kwa heri. Tukiona uchungu kwa kuwa ametuacha, lakini tunatulizwa na matumaini ya uzima wa milele. Maana tunamuona tena baba yetu Kapakasi na kufurahiwa na urafiki wake. Kwa huruma ya Mungu sisi tunaachana sasa kwa uchungu. Tutakutana tena naye siku moja kwa furaha katika ufalme wa mbinguni. Tutulizane basi kwa imani ya Kristo. Sisi wote tusali kwa ukimya muda mdogo. Wote tutakuwa tunaitikia hivi: ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Enyi watakatifu wa Mungu, njooni kumsaidia. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Ipokeeni roho yake, ipokeeni mbele ya Mungu aliye juu. Kristo aliyekuita akupokee. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Nao malaika wakuchukue mbinguni. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Ipokeeni roho yake, ichukueni mbele ya Mungu aliye juu. Tuombe. Bwana mwenye huruma nyingi, mikononi mwako tunaweka roho ya baba yetu Kapakasi. Tunatumaini kweli ya kwamba kwa nguvu ya Kristo aliye mzima basi natosha ile wandugu. Ona wandugu wapenzi, tungelizunguruka hivi tuko nyuma wandugu ambao wako na matriko.
mbele. Kadeza enda mio. Kama kadeza batajuia kule. Niko na sensa hapa tu. Wende nani kwa rudi. Nilisha. Kuna mashine ya omo. Kwa mwana moto. Nipata moto kwa nani? Sasa tutarudia utanisaidia nayo ndatosha. Image kwanza ziko humu mtie mule juni ni nani hii phone. Shaka mwe na application bisha katala fungula bado vinakula espace. Ndugu zangu nawapa kwaheri. Ndugu zangu nawapa kwaheri. Siku zangu leo zimekwisha duniani, na mwendea Baba Mungu aliyeni. Naacha vitu vyote pamoja na wandugu na rafiki na mambo mazuri niliyotenda duniani. Sitaweza tena kuyatimiza. Kurudi tena siwezi. Naisha kwenda kuonana nanyi siwezi. Njia apite yaoni. Kuongea nanyi siwezi. Naisha kwenda kutembea nanyi siwezi. Naisha kwenda kucheka nanyi siwezi. Naisha kwenda safarini kwa kwenda mbinguni. Huku kukwe. Joseph Ile milango sana fungulika na kazi. Bienvenue kama. Pamoja na sisi, Mungu wetu sisi, ni kimbilio langu. Msaada ulio tayari wakati wa shida. Msaada ulio tayari wakati wa shida. Bwana Mungu wa Yakobo ni baba letu kwa milele.
chemins, je marchais, mais j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me vautrant dans les péchés, oh. Un jour me vautrant dans les péchés, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quel craint dans mon cœur quand je l'ai écouté, oh. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce jour-là, quand je les verrai, oh, oh, oh. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, plein de ce 4 matins dans les airs. Malgré les conditions sodomites de ce monde, malgré les conditions tu viens de ce monde, mais moi je ne compte que sur ta grâce, oh mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, oh, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, quand je les verrai, oh, oh. Oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, quand je les verrai, oh, oh, oh. Moi qui étais Barabbas et lui qui était 3 fois saint. Mais ce jour-là, il a accepté de prendre ma place. Il est devenu malédiction, afin que moi je puisse devenir saint. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a encore donné de très très merveilleuses promesses. Et voici ce qu'il m'a dit, mes frères. Ce n'est pas fini, il m'a dit encore, et qu'un jour, moi, il faut,
je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je les verrai. Oh, 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 oh. Onkolo Yesu yoka kolela nanga, onkolo Yesu yoka libondeli nanga ye, onkolo Yesu yoka losambo nanga ye, tikanga yete na umela o na liloba ya ntango mboya moneko memanga iboso na Yesu mobali oyo ngai nalinga mingi o nano namonake o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu o esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu na nga. O ese kona mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeye. O ese kona mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu yeye. Ee Bwana Yesu Kristu, ulipolala kaburini muda wa siku 3, ulitakasa makaburi ya waamini wako wote. Hivi miili yetu inapozikwa humo, matumaini yetu ya ufufuko inaongezeka. Tunakuomba kwa huruma yako, mpe mtumishi wako huyu Frederiki Kapakasi kupumzika kaburini humo kwa amani. Mugadi akionaka nakiona leo kukandisha iwatabo mwisinda wasikukandisha byawandi abira bawe bose nabo bakasha kuza iwatabo mwisinda ngomwene kukandisha iwatabo mwisinda wasikukandisha byawandi abira bawe bose nabo bakasha kuza iwatabo mwisinda ngomwene kukandisha iwatabo mwisinda wasikukandisha byawandi abira bawe bose nabo bakasha kuza iwatabo mwisinda ngomwene kukandisha iwatabo mwisinda wasikukandisha byawandi abira bawe bose nabo bakasha kuza iwatabo mwisinda ngomwene kukandisha iwatabo mwisinda wasikukandisha byawandi abira bawe bose nabo bakasha kuza iwatabo mwisinda ngomwene kukandisha iwatabo mwisinda wasikukandisha byawandi abira bawe bose nabo bakasha kuza iwatabo mwisinda ngomwene naye atafufua mwili yetu dhaifu. Basi tumweke Baba Frederiki
Kapakasi mikononi mwa Bwana ili ampokee na kumfufua mwili wake siku ya mwisho. Ndugu wapenzi, Baba Frederike Kapakazi, uzima wa milele. Wewe uliyemwahidia msalabani yule mtenda maovu aliyetubu ya kwamba ataingia katika paradiso, ukubali kumpeleka Baba Frederike Kapakasi huyu. E Bwana, ulikubali kumpokea kati ya Baba Frederike Kapakasi aliyetakaswa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta. Bwana, kubali kumkaribisha mezani kwa ufalme wako katika karamu takatifu. E Bwana, utusikilize. E Bwana, ukubali kumtuliza kwa imani na kwa matumaini ya uzima wa milele sisi tunao mlilia Baba Frederike Kapakasi. E Bwana, sasa tusali sala yetu Kristo aliyetufundisha. Tuinue mikono tusali. Baba yetu uliye kwa kuwa alikuwa na roho ya kutimiza mapenzi yako, usimlipize dhambi zake. Hapa duniani aliungana na waamini wako katika imani ya kweli. Kwa wema wako umuunganishe sasa na kundi la malaika kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Sio udongo kidogo. Hakuna maua. Karudi wote
Mlete chuma. Sokulunga ngwata mtoto wangu mmoja azali. Ngwata na nione wangu. Ngwone kwa mtoto wangu. Ukiwa miani kuone. Wakasha kusa iwatabo mwisidano wene kukadisha hola iwatabo mwisida wasikukadisha vya wandi abira bawe bose nabo wakasha kusa iwatabo mwisidano wene wakasakana na Yesu inabakira wangu kera na kera Jenisha kusianya na ake wakasakana na Yesu Ina vya wao kera na kera Jenisha kusianya na ake Fabia, tu ni sawa kama tu ya hapa sasa hivi. Patia kukamba mtume. Zerusha tiazo kukamba. Ah, sasa mtenda. Patazi jenga. Ah, okay. Twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, oh twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, oh twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, oh twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia. Tunapofanikiwa katika jambo lolote, hatusemi ni akili zetu, twamuinua Mesia. Biashara zetu zikikua, mitaji kasonga mbele, hatusemi ni juhudi zetu, twamuinua Mesia. Maana pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote, ndiyo maana kwa kila jambo twamuinua Mesia. Tunapofanikiwa katika jambo lolote, hatusemi ni akili zetu, twamuinua Mesia. Biashara zetu zikikua, mitaji ikasonga mbele, hatusemi ni akili zetu, twamuinua Mesia. Maana pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote, ndiyo maana kwa kila jambo twamuinua Mesia. Twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, oh twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, oh twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia, oh twamuinua Bwana, Twamuinua Mesia. tunapoushinda ujana tukaingia kwenye ndoa zetu, hatusemi ni akili zetu, twamuinua Mesia. Tunapoushinda ujana tukaingia kwenye ndoa zetu, hatusemi ni akili zetu, twamuinua Mesia. Ndoa zetu zikimalika, Mungu
akatupa na watoto, hatusemi ni akili zetu, twamwinua Mesia. Ndoa zetu zikimalika, Mungu akatupa na watoto, hatusemi ni akili zetu, twamwinua Mesia. Maana pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote, ndiyo maana kwa kila jambo twamwinua Mesia. Maana pasipo yeye hatuwezi kufanya lolote, ndiyo maana kwa kila jambo twamwinua Mesia. Twamwinua Bwana, twamwinua Mesia, twamwinua Bwana, twamwinua Mesia, twamwinua Bwana, twamwinua Mesia, twamwinua Bwana, twamwinua Mesia, twamwinua Bwana. Shalom. Haleluya. Amen. Tunashukuru kwa kazi. Tunashukuru pia Mungu sababu tumetumia vyombo havikutuumiza. Ile ni shukurani kwa Mungu. Sasa tunafika kwa sala ya mwisho. Mbele tuachane na ibada yetu, inabakia tuna sehemu moja ambayo tutakamilisha nyumbani. Sehemu moja tu itakuwa karibu dakika 5 nyumbani. Tunasambalana na tunachunga mafariji ya kesho. Na kwa mkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. na kwa mkia Maria, tunakimbilia ulinzi wake mama. Mzazi mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtukufu na mbarikiwa. Ombi kwa malaika.